Labda mimi niulize, sasa hivi naona kuna ongezeko kubwa sasa hivi la huko mitaani, kuna hizo dawa mitishamba na nini. Hivi wale wako kwenye udhibiti ya chama chenu cha famasia pia, au wenyewe wana mamlaka nyingine ambayo inadhibiti na kuhakikisha kwamba hizo dawa za mitishamba ambazo ziko mitaani, unakuta mtu anatembeza hii inasaidia sijui tumbo, sijui kunguruma, sijui kufanyaje, dawa za mitishamba hizi, mamlaka inayohusika na kudhibiti ni zipi? Ziko kwenye chama chenu ama zenyewe zina mamlaka nyingine inayojitegemea? Sawa. Chama cha Wafamasia Tanzania chenyewe ni chama ambacho kinahusisha wanataaluma. Okay. Lakini serikali kuweka udhibiti wa kila huduma ambayo inatolewa huwa inatengeneza au inaformulate mabaraza. Ndio kama hivi kwa upande wa taaluma kusimamia utendaji, kuna baraza la pharmacy ambao inasimamia wanataaluma. Kwamba usiotoke kinyume na maadili na ufuate sheria na taratibu zilizowekwa katika kutoa huduma. Lakini kuna baraza la tiba asili. Sawa? Hilo sasa linahusika na mambo hayo ya mitishamba. Kwa hiyo huko ndio kama mtu ana bidhaa yake anakwenda kuisajili. Sawa, ile fomo kwa utaratibu ambao ule uliowekwa, ambao ndio sasa unaona zinauzwa hizo dawa za mitishamba. Lakini hatukatai kwamba kuna uuzaji holela pia wa dawa za mitishamba mitaani, kwamba mtu anajua kwa kutumia zile historia kwenye familia zao, wamekuwa wakijua mti fulani una tibu ugonjwa fulani, mti fulani unatibu ugonjwa fulani. Kwa hiyo ili baraza la tiba asili lenyewe kazi yake pia nalo ni kufanya utafiti kupitia NIMR. Kwenda huko kwa vijijini kuongea na wazee wa vijijini, waganga wa jadi, kujua miti gani ambayo walikuwa wanaitumia kwa ajili ya kutibu kitu fulani, halafu wanaenda kuifanyia utafiti kuona kama kuna uhusiano huo ambao wale zile taarifa walizozitoa. Kwa hiyo bado ni jambo jema kwa watu kufanya hivyo na kugundua hivyo vitu, lakini serikali kupitia mabaraza sasa ndio inaenda kufanya hizo kazi za kurasimisha sasa matumizi ya hizo dawa. Lakini kwenye hilo nitoe wito kwamba matumizi holela ya mitishamba, sawa, manake mitishamba utakula haijathibitishwa kwamba unahitajika utumie kwa dozi gani. Sawa. Ndiyo. Sasa dawa zinapita katika maeneo mawili muhimu nikiyataja au matatu katika mfumo wa mwili ambao ni muhimu sana. Sehemu ya kwanza ni ini. Ini ndio linachakata sumu zote zinazoingia mwilini, ambazo dawa pia ni sehemu ya hiyo. Kwa hiyo kama dawa itakuwa na dozi kubwa kushinda uwezo wa uchakataji wa ini, ini lako linaweza likafeli na kushindwa kufanya kazi, kwa maana ya kupata ugonjwa wa ini. Sawa? Na hakuna replacement unless uende wakakufanyie transplant. Lakini sehemu nyingine ni figo. Dawa nyingi karibu 90% zinapita kwenye figo kwa ajili ya kuchuja damu na kutoa uchafu nje. Kwa hiyo kama dawa ina nguvu au ina sumu kali, inaweza kusababisha figo zako zikafeli. Na tafiti zinaonesha watu wengi ni mitishamba au hizi zinasababisha pia figo zako kufeli. Lakini nyingine dawa hizi zinapita mfumo mwingine ni moyo, ambao ni muhimu sana kwa ajili ya kusukuma damu. Kwa hiyo kama dawa hiyo inaathiri moyo kwa maana ya kuongeza mapigo ya moyo au ya kwenda kuathiri utendaji kazi wa moyo kwa maana ya kusukuma, inaweza kupelekea moyo wako kufeli au kupata magonjwa ya kudumu ya moyo. Kwa hiyo natoa wito watu wasitumie dawa hizi za mitishamba holela.